kuwa jasiri ili ushinde. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu ujasiri ndio ushindi, maana watu wengi leo wameshindwa kushinda tu kwa sababu wamekosa ujasiri. Lakini sio hapo tu, kuna wengine ambao watashindwa hata kufikia ufalme wa Mungu, sio kwa sababu hawaufahamu ukweli, sio kwa sababu ukweli hawajakutana nao, lakini ni kwa sababu walikosa ujasiri wa kuelekea huo ukweli. Na ndio maana leo nimekuja kukutia moyo, leo nimekuja kuzungumza nawe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa chaneli yetu hii ya Matata TV, ni kwamba inatakiwa tuwe jasiri ili tuweze kushinda, kwa sababu jasiri ndio ushindi. Tumesema kwamba wengi wataukosa ufalme wa Mungu, lakini sio kwa sababu ukweli hakusikika, ila ni kwa sababu ukweli waliuelewa na ukweli waliufahamu ya kwamba unasema hivi, lakini changamoto walishindwa kuamua ya kwamba sasa waambatane na ukweli. Kile kitabu cha Luka 16 na lile fungu la 16, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Yesu Kristo anaeleza, anasema ya kwamba sasa sikiliza, habari ya ufalme wa Mungu itahubiriwa mahali mahali. Yawezekana hata kwenye chaneli yetu hii ya Matata TV umesikia masomo mengi ambayo tuko tunaendelea kuyarusha katika mtandao wetu wa YouTube. Ni kwamba umeyasikia mambo mengi, lakini yawezekana kuna baadhi ya mafundisho ambayo umeyaelewa, lakini yawezekana pia umesoma kupitia maandiko matakatifu, umesikia katika mikutano mbalimbali, kuna habari njema ambayo umeisikia ambayo yawezekana sio uzoefu wako wa imani, na ukajua huo ndio ukweli, lakini ukashindwa kuambatana nao, sio kwa sababu haujausikia, ila ni kwa sababu ya kukosa ujasiri ya kwamba, je, bosi wangu akiniona ninafanya maamuzi itakuwaje? Mzazi wangu akiona ninafanya uamuzi huu itakuwaje? Mke wangu nikifanya hivi itakuwaje? Mme wangu, wazazi wangu, watoto wangu. Unashindwa kupata ujasiri. Sikiliza, Yesu akasema katika Luka 16:16 akaeleza ya kwamba habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Yaani kwa lugha rahisi ni kwamba tangu siku zile za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu huteka. Mathayo 11 na lile fungu la 12. Ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Mungu akusaidie uwe moja ya watu wenye nguvu, ili kwamba siku moja uteke ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri ndiyo ushindi, lakini pia majasiri ndiyo tu watakaookolewa. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Ufunuo 21 na lile fungu la 8, Biblia takatifu inasema, bali waoga na wasioamini sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Yaani, kama kuna habari njema umeisikia ukatamani kufuatana nayo, ila kuna sababu ya uoga ikakufanya usiambatane nao, Biblia inasema wale waoga walioogopa kufuata ukweli, lakini wale wasioamini, maandiko matakatifu inasema sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto ya kiberiti. Ndio maana nimesema wenye ujasiri pekee ndio watakaoweza kuona ufalme wa Mungu. Mungu akusaidie uwe moja ya wajasiri kwa siku ya leo. Mungu akusaidie sana. Lakini hivyo basi, na Mungu anashauri katika Waebrania ile 4 fungu la 16 anasema, na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Lengo kubwa anasema ili tupewe neema na kupata neema ya tupate rehema na neema ya kutusaidia, kwamba Mungu atusaidie tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Hivyo basi, bila ujasiri ushindi haupo. Ushauri kwa siku ya leo ni kwamba kuwa jasiri tu kufuata ukweli wa neno la Mungu. Utakaposikia mahali popote kweli ya neno la Mungu, katika kusoma, katika mikutano, katika chaneli mbalimbali za watumishi wa Mungu, mahali popote utakaposikia, utakaposikiliza habari ya Mungu kaielewa kwamba hii ndiyo kweli, fuata. Huo ndio ujasiri wa pekee. Warumi 8 fungu la 37, maandiko yanasema ya kwamba katika mambo hayo yote, Biblia inasema kwamba
inasema kwamba tutashinda. Inasema kwamba katika mambo hayo yote tutashinda, zaidi ya kushinda, zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Swali kwangu ni kwamba, je, unahitaji ushindi wa kiroho? Je, unahitaji ushindi wa kiroho? Mungu anasema ya kwamba sasa